nguo hayo ya kawaida, inabeba kilichotamkwa. Popote ambapo nguo yako ipo, wewe unaonekana uko pale. Usidharau. Nguo ya mtoto inapotea. Wengine hapa watoto tangu wakiwa wadogo zinapotea tu kawaida, sababu una hela mama, una hela baba, unaenda Kariakoo na nunua nyingine. Na hiyo ifuatiliwe katika ulimwengu wa roho. Inaweza isirudi, lakini huko ilipokwenda isiwe na matokeo ya uharibifu kwako. Ndicho ninachokilenga. Nimezungumza habari ya pete, nasikia ongea tena. Hata pete za ndoa waga zinapoteaga mazingara. Alafu baadaye unaweza ukaiona au usione. Kuna wengine inaweza kapotea hata miezi 2-3, alafu akaitafuta sana akaiona, alafu anaivaa pasipo kuitamkia chochote. Nimeiona pete yangu, nimeona mkufu wangu, bila kutamka chochote. Hakujua ilipokuwa haionekani ilikuwa wapi. Inazungumziwa ni palipo na vazi lako unaonekana mama, unaonekana. Kuanzia leo uwe makini na vitu vyako vya mwilini. Uwe makini sana tafadhali. Tuko hapa kuzivunja hila za adui, shetani asipate nafasi. Waefeso 4:27 usije ukaisahau. Wala msimpe ibilisi nafasi. Nguo za watoto wako, nguo za watoto wako, nguo za watoto wako. Sio kila mtu tu kumpa zawadi nguo za mtoto. Hii imeshambana, chukua kaa kwanza kwenye maombi. Sasa unasikia na amani, hii nguo mwanangu imembana, nampa ule msaada. Hata tunazopeleka huko kusaidia watu, tamkia neno. Kama unavyoona, unaweza kumsaidia mtu kwa pesa yako, mtu ambaye kapigwa mahali na Mungu. Huyu mtu alitukana mchungaji kijijini, au alimfanyia fujo mchungaji kijijini, Mungu kamwadhibu huyu. Wewe unamuona amekaa mahali anaomba msaada, unapomsaidia umtoe pale. Yaani hapo kuna vita nyingine unagombana na Mungu. Niliongea mahali, niongee na hapa. Hata kuwasaidia watu wenye shida, Mungu akuongoze. Sio unakuta tu mtu anajifia pale, unasema tu ni wengine mizigo yao ni ya kimadhabahu. Huyu mmoja nimkutana naye Iringa, ndio maana nazungumza hapa Iringa. Naambiwa bwana, huyu unamuona ni mwenda wazimu hapa, alitukana mchungaji kijijini. Alifanya fujo kanisani, akatukana matusi ya ajabu, mchungaji akiwa kwenye madhabahu. Na waga nawaambiaga watu, mchungaji hata kama anakuwa mkorofi namna gani, anafujo namna gani, akiwa kwenye madhabahu usimnyoshe kidole. Mvizia akiwa huko nje na uongee naye kwa adabu. Lakini akisha kuwa hapa, sio yeye tena. Hicho kitu cha kimadhabahu kitakufuatilia. Nakwambia kweli, hata kama sio wewe, kizazi. Hasa fikiria unaitoa mwandazimu kama huyo, mtumishi muombe huyu. Kumbe huyu laana hii aligusa masiwa Bwana. Mungu hajawahi kujipinga. Kwa hivyo unapeleka msaada mahali, nimsaidie huyu ana hali mbaya, na hujajua chanzo cha hali mbaya yake ni Mungu au ni shetani. Kama ni Mungu ndio anamwadhibu huyo, kuna jambo alikosea mahali, msaada wako unaweza ukaleta athari, shida kwako, matokeo ambayo sio mazuri.